Guys, welcome back to my YouTube channel, Smart Liza YouTube channel, the best video ever. Leo nilikuwa nataka kuwaambia ways to build strong marriage and relationship. Which ways? One, it is to pray together. Make sure mnacheza you as couples. Musikae serious kwa relationship, kwa marriage. Wenye sasa mmeona ndio naongea kuhusu. Musikae serious kwa relationship yenu, just pray. Na hiyo itakuwa ina build. Na it is the most ultimate act as couple in relationship. Ndio mkuwe mnakaribiana. Kupray together inaleta kukaribiana na kuelewa mtu zaidi. By the way, unamwelewa zaidi mkicheza hivyo, na hata kumaliziana stress mkicheza hivyo. Maana hata mtu akiwa saa hiyo mnacheza kwambie niko by the way, ukiona reaction za mtu venye ana react, tunaona huyu hayuko sawa. Maana tumezoea kucheza na haliactive hivi, mbona leo ana reactive hivi? So atapata kufungukia kwambia kuna kitu kinanisumbua. And another thing, the second thing ni ati don't expect much and you are delivering less. Sasa hapa ni penye utapata mwanaume anafanya kazi na bibi tena haprovide bibi yake juu ana shida nyumbani na watoto, so hata mprovidea free vitu zote. Ana expect huyu mwanamke ale watoto wake, afanye kazi zote za nyumba bila kukua na shida yoyote, na watoto tena ana watoto watatu, afulie manguo, apikie, akute akiwa amefanywa kila kitu. Huyo mwanaume, kuna wengine hata wanasema atawaoshewe gari wenye wamezesha na kuwa naye. So ana expect makazi zote huyu bibi afanye, analala usiku na amke mapema. Na huyu mwanaume hata pesa ya matumizi hata hampei. Utakuta sasa huyu mama atapata huzuni, atawasa na mawazo kujiuliza, mbona mimi nafanyia huyu mtu kazi naye ananipatia vitu less, vitu hiki hataki kunipatia. Wanaume wenye kufanya hivyo, msio mnafanya hivyo mwanamke juu hapo jobless na juu kuna watoto wadogo, mnajua hawezi hata manage kufanya kazi. So usimpea kitu hiyo kidogo kijua haitawezekana, na una expect yeye akufanyia hizo shughuli zote, hizo vitu zote anakupea, na wewe kisha unafanya hivyo. Na unaona unafanya right, you are not doing right. Lazima ufanyie mtu kitu poa yenye hata yeye akikaa hivyo atasema na kweli, hata kama atafika mahali akuache. Sisi kama mnaisikia mtu ameacha mtu anasema, na huyo jamaa alikuwa mzuri, hata kama nilimwacha hapo yeye atanifanyia hivyo. Hata kama mpatana mwenyewe utakuta nampopea, hadai mfanyia kama wewe. Watu wenye wananifanyia hapana. So hata mtu alina sifa nzuri, hata kitu kwako alina sifa nzuri fulani, hakunitesa na kufanyia vitu zingine. Mimi tena kawia mwanaume anakuja huko akiwa ameshiba nyama, amekula nyama na kama nyama choma. Akifika nyumbani tu anataka chakula wavie tu zipikwe nyumbani. Anataka kuprovide vitu za maana kwa nyumba, maana yake anajua hana appetite na hizo vitu. Juu ashajitisi na kwenye ametoka. Makusudi tu na makusudi yake tu ni agamize huyo bibi yake. Ndio naona si wa maana that time. Wenye naona ni wa maana ni wenye wako huko nje. Na akiwa sana kwa nyumba atasema hata fulani mwenye ni weka. Maana in the first place, ukimuoa huyu wife alikuwa tayari ni dem, hako na mtoto. Sidhani atabadilika vipi, na venye amepata asijui atabadilishwa na nini atajua amepata mtoto. In fact anabadilika akuwa poa na kuwajibika vizuri. Kwa sasa wewe juu hapo na watoto hapo na mwingine wananyonya nini, anakomea tena maziwa jasho juu ameshida akifanya kazi akilima, au ameshida hata ameshida shabani na mang'ombe huko. So unaona siwa maana, unataka wenye tu wananuka marashi. Basi kama wataka hao, hata yeye mpe marashi. Kama wataka student wenye wanavaa uniform, hata mnunulie uniform yenye atakuwa naomba. Ukiona hiyo unaona kweli ni wa maana. Fanya mwenzako ajisikie raha na ajisikie poa akiwa na wewe. Kulingana na vizuri unamfanyia, usimwangamize. Maana in the first place mkipatana mlikuwa mnafurahikia, na hata hiyo furaha simaliza chochote, na watoto ni baraka. Wenyewe tena hata wewe ndio ulisema unataka hao watoto. But umefikia place unaanza kumtesa juu ya hao watoto. Please, may God help you. Mkuwe watu wa kufanya vitu venye inafaa, lakini si kufuata mili na kufuata venye mnaona. Wakati mwingine macho
hata kama haina pazia, wacha tu tuiweke pazia. Manake wakati mwingine hata imeandikwa in 10 commandments, usitamani bibi ya mtu mwingine ama mtu mwingine huko nje. Kwa hivyo sasa hiyo ni laana. Tayari usijiwekee laana juu ya kitu ya dakika moja ama kitu ya nini. So may God help you mkifanya hivyo. Kitu kingine ni ati make a sex priority. Sex is an important element of a strong relationship and a strong marriage. Mwanamke uwe sema utakuwa unalala na bwanako, hamtakuwa mnafanya tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni la muhimu sana by the way. Inafanya kunakuwa na hiyo, yani kunakuwa na hiyo hata uaminifu, hata inawaleta pamoja, inakuza uhusiano. So sex ni kitu ya maana sana na kwa relationship. Na Mungu mwenyewe ndiye aliweka na akaibarikisha kwa marriage. Si huku nje hata wanafanya huku je they are doing it wrong, but na kwa marriage. So make it sex a priority. Kama uko na shida ya mwili mtana, hautamani bwanako, eda muone daktari. Kama mwanamume naye ako na shida za mwili, low libido, aende aone na daktari ndio muweze mkakuwa sawa. Manake sex is the most priority. Na wengi huona ndio wakijua kwamba hiyo ni 100% atakuwa naipata. Ni 100%. So let us make sex priority in the marriage. So inakuza uhusiano vizuri. The next thing ni join a living community of faith. Hii sasa ni kanisa. Sasa venye mko na kwa nini na kwa marriage, it is ordained by God. Marriage is ordained by God. So tafuta na kanisa ya kuendaka, na kanisa nzuri yenye mnajua inafanya mambo nzuri na inaomba Mungu na inamsifu Mungu. Sasa mkiwa hapo mtakuwa mnapata hata guidance za marriage na advices. As we are doing this, kwa kanisa kuna those seminars. So kuweni na kanisa penye mnaenda nyinyi wawili, penye mnaenda kuomba na kujumuika na watu wengine, ndio mna gain so much in those areas. The last thing, the 5 ways, is that remember that even in a strong marriage, it is rare, normal for husband and wife to take turns being strong at each other in a moments when other feels weak. Ile wakati mmoja wenu amegojeka, maybe tena mwanaume amegojeka, ama ile wakati mwanamke ako pregnant, anahitaji sana support from a man. Kama amekwambia anakuhitaji, maybe tena unajua na nini, na kwa kazi yako you are not busy, maybe tena uko leave ama uko off, try kukuwa na huyo mwanamke by the way wakati anakuhitaji. Usiseme ni kujifanya anajifanya anasubua na anataka tu pesa. Sasa anataka pesa bado pia wewe anakuhitaji. Make sure umejiavail kwa karibu na yeye. Time bado ni kitu kingine. Time also is a factor ya marriage. Kuna mwingine hataki kukupea time. Kazi yake ni makazi, kazi, hataki hata kusikia. Mtu hata ako free but anataka ajiweke busy huko nje tu. Makusudi tu ndio msikuwe na yeye, hataki tu kukua karibu na yeye. Please avail yourself. Kuwa na mwenzako, muonyeshe kweli you are there for her or you are there for him. Hata mwanaume akigojeka, kuwa na yeye. Usimwambie nimeenda mimi chama, ushinde chama the whole day, makusudi tu nataka kumtoroka. Kuwa na ukimtia nguvu, muonyeshe tuko na wewe katika hii safari. Na Mungu atatusaidia hivyo. Manake you are one. May God bless you. Like, comment and share. Let's meet in the next video. Thank you, my viewers.